Najua mwenyewe. Sasa watu wasema ukioa unapata baraka, ukioa unaongezewa neema na fanaka na faraja. Mbona nimeoa si au nio? Riziki zimekuwa chache kuliko kawaida. Mdomo huko umekuwa mwingi kuliko kwa mke wangu. Faraja iko wapi? Faraja iko wapi? Ninapenda kusikia. Siondoke hapa. Na njaa mimi mpika basi 5,000 ya kupika basi hata ugali kidogo nusu kilo na kinyama au vidagaa kwa tule. Pole kwa kazi. Pole na huku utokako. Asante bwana, ndo hivyo. Nimetoka nitokako, lakini leo imekataa kabisa. Yaani siku imekuwa ngumu. Leo hangaika yangu yote hata buku sijapata. Mbaya zaidi, yani nimetembea kwa miguu kutoka Ubungo mpaka hapa Kigoma. Pole mwanangu. Haya, asante. Mimi naamini Mungu atatusaidia. Ila usijali. Nimempigia simu dada. Kanitumia shilingi 5,000 hivyo nimepika. Alhamdulillah, alhamdulillah. Shukrani na Allah. Kweli yani Mwenyezi Mungu amtupe mja wake. Mimi nilikuwa nawaza njia nzima kwamba mke wangu atakula nini leo. Umeshinda vibaya tena usiku pia kushindwe kula. Na hamna njaa mbaya kama ya usiku. Maana utaanza kuhesabu usiku pai limekosewa nini? Boriti ile mfanywaje si nini? Darisu limekuaje? Tombe yako. Usiku unakuwa mrefu. Mida nilikuandalia maji maungu kaoga afu nikuwekee chakula. Haya, sawa. Hebu niambie vizuri, maana sielewi. Nasikia shemeji yangu halali ndani. Yaani kaka wewe acha. Yaani wewe shemeji yako ana miezi 3. Humu ndani halali. Yaani miezi 3? Inawezekana vipi? Ndani humu halali. Yeye akija asubuhi, kaka dakika 2 kaondoka. Akija mchana, kaka jioni kaondoka. Ndio maisha yake. Miezi 3 kaka yangu hivi ninavyokuambia. Yeye anaonekana mtu sababu. Na mimi hata mimi nilipochukua jukumu la kusema wewe olewa na yule nilikuwa nalitambua mimi hilo. Yaani hafanani kabisa na mambo. Yaani inawezekana vipi miezi 3 asilale ndani? Haoni kama ndio yake anaivunja mwenyewe? Yaani jambo kama hilo linawezekana vipi? Yaani ndio hivyo. Ukimuuliza kwani wewe sheria ujue wote anajibu ananijibu kakangu. Eti mimi si namuogopa mke wangu. Ndio anavyonijibu hivyo kweli? Mke wake? Kwani wewe alipokuja kukuoa hakujua kwamba kuna swala la mke wake? Au hakujua kwamba wewe anaenda kuongeza mke? Mbona anafanya mambo ya ajabu? Mbona afanani jinsi alivyokuwa na yeye? Yaani hivi vitu mimi siwezi kukubaliana navyo kabisa, siwezi kukubaliana navyo kabisa. Sasa mimi nasema hivi, mimi huyu nitamtafuta. Na hapo unavyoniona yani mimi nitaenda kumtafuta kokote kule alipokuwa. Yaani nikikutana naye atanieleza vizuri kuhusu swala hili. Sema kaka. Mimi mwenyewe si unanijua? Mimi nakufahamu. Nitamfanyia timbwili humu ndani atalala. Sasa vipi kuhusu ndani huko? Yaani kaka kuhusu huko ndani ndo mtihani kabisa. Yaani hapa alipo jikoni kalala paka. Hayo sio maisha. Ila kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako wewe, ili mimi nitalimaliza. Lakini nikitoka hapa, mimi naenda kumalizana naye. Wewe shika hela hiyo. Kaka asante. Kaka umenistiri leo. Kweli kuzaliwa la. Hapa niko hata sijui nitatokea mlango gani. Hilo sijali. Kwa sababu mimi nipo, hilo sijali. Ila sasa hapa nikitoka mimi, yaani siendi kufanya jambo lingine lolote. Yaani mimi naenda kuonana na yeye. Yaani sitolala leo mpaka nionane na yeye. Sema kaka, uko nakwenda ongea naye vizuri usimfanyie fujo. Hamna, mimi sifanyi fujo yoyote. Ila lazima nimuonyeshe katika hili kwamba ajue kabisa kwamba hili jambo mimi sijapendezewa nalo. Mimi naenda. Kaka karibu. Haya.
bwana tuonana. Naam, sawa. Kuna salamu bwana hapa. Yaani hapa mna salamu kabisa. Yaani bwana mimi tuonana. Kwani kuna ugomvi? Wewe uone. Wewe hujui kama kuna ugomvi? Ndio kwa tunakutana binadamu tunasalimiana kwanza. Haijalishi mimi salamu yangu au salamu yako wewe mimi hainisaidii chochote. Wewe kule bwana ulali nyumbani, hela ya chakula kule uachi. Nini sasa manake na taratibu zote unazifahamu. Yaani ni hivi. Wewe umemwoa dada yangu, mimi majukumu yangu yote ni kukabidhi wewe. Na sio tena majukumu yale unikabidhi tena mimi. Mimi na yule tushamalizana. Wewe pale ndani ulali. Pale ndani chakula utoe. Alafu miezi mitatu. Na wewe taratibu za ndoa unazijua, mimi nakufahamu. Na ndio maana nikakukabidhi mdogo wangu. Sasa nini unafanya? Sasa hayo yote wewe amekwambia nani? Kwa wewe hujui mimi kaniambia nani? Nani amekwambia? Yeye mwenyewe mdogo wangu. Atakuwa amenikosea sana. Hajakukosea, yuko sahihi. Wewe unafahamu fika kwamba mimi na yule tuko wawili tu. Hatuna baba, hatuna mama. Nani anakwenda kumaliza jambo hili kama sio mimi? Wewe unanijua hilo? Yaani wewe unanijua kabisa hilo. Basi sawa, nimekuelewa. Umenielewa? Na kama ningekuwa simpendi kwa mfano, kama unavyosema wewe, au simhudumii, mbona naenda kwake sasa hivi? Waenda kwake sasa hivi sio tatizo. Wewe unajua mimi natoka wapi? Sasa bwana, mimi nasema hivi, naomba katika hili utekeleze wajibu wako. Maana tunapoelekea baadaye nimtume mimi aje kudai talaka kwako, talaka hiyo nitakuja kuidai mimi mwenyewe. Sasa usizungumzie masuala ya kuachana. Kwa sababu mimi jua nina mke mwingine huyo. Kwa hiyo unanitisha. Na kuelezea usizungumzie mambo ya utengano kwa sababu mimi nina ndoa nyingine. Kwa hiyo unanitisha. Kwani wewe ulipokuja kumwoa dada yangu kama mke wa pili, ukujua kama wewe una ndoa nyingine? Mimi sasa ninachokisema hapa, naomba wewe utekeleze wajibu wako. Sawa. Tusifike mbali. Naomba utekeleze wajibu wako katika hili. Mimi nimemaliza bwana. Sawa. Tekeleza majukumu yako. Sawa. Haya. Amenikosea sana. Hii si aibu, ifezea hii. Jambo la kwetu sisi na ndani. Unatoa nje siri kwa nini? Si ungesubiri mwenyewe tuzungumze unikosoe, na nimekwambia nipatie siku kadhaa, nitakutambulisha kwa mwenzako, nitatapanga zamu. Sasa kwa nini mwambie mtu kama mimi silali? Vitu vingine tunavyooaga hivi, mtu angalie unaoa mwanamke gani, katoka katika ukoo gani, sio kuoa tu. Kelele ndani ya nyumba, ndoa baraka bibi, maneno na majivuno ndani ya nyumba, kupunguza riziki bibi naye. Unapokuuliza jambo unajibu kwa sauti ya juu. Heshima ya mwanamke ni kuongea pole pole kwa nidhamu na huba. Iko wapi sasa heshima yetu ya ndoa? Unayonifanyia ni aibu. Kama kuna siku umefanya mapishi mwenyewe, baba wenyewe, hata ukiurusha hivi, yaani hautoki mkononi jinsi ifuta ilivyokulea, ndio ile. Kama kuna wanawake wazuri, wenye urembo, wenye weledi na wanaojua kupika, kumpikia mume wao, basi katika tatu bora duniani, wewe kama sio namba 2, basi namba 1. Na kama sio namba 1, wewe namba 2. Wallahi nakwambia. Namaliza tu maneno. Yaani wali umewekwa nakshi, sijaiona duniani. Kutoka tu maneno. Yaani kuna watu na viatu. Kuna watu, wewe bwana, wewe mtu kabisa, mtu na nusu. Mbona watu wanatoka vitambi kwa sababu wanapikiwa vizuri na wake zao? Mimi nilijua utauliza hivi. Yeye alopika chakula amepata wapi? Maneno yanatupa. Na chakula kitakushinda. Isipokuwa mke wangu. Kwa jambo moja ambalo ni la muhimu sana afu naniumiza roho, lazima nikwambie. Mkishakuwa wanandoa, kuna mambo ya kuyasema nje yenu na kuna mambo ambayo hustahili kuyasema nje yenu. Sasa najiuliza, kwa nini? Jambo ni baina yangu mimi na wewe, lakini wewe unatoa siri hiyo kwenda nje. Jambo hili nafikiri ulifundwa, haifai kidogo. Kaka ananiambia kuhusu wewe na ugomvi wetu kwamba huyu antimizii si vitu gani. Yaani kaniambia kaza wa kaza. Kweli roho yangu mimi ilisononeka sana. Anavua nguo mke wangu. Hata kwa nini? Jambo tungeambia mimi na wewe.
Sisi ni watu wawili tu. Akishashiriki mtu mwingine watatu, imeisha. Kwa sababu kaka yako lazima maneno haya atayasambaza. Atamwambia mke wake, watoto wake watasikia, babako mdogo, mjomba, shangazi. Tayari ukoo wenu utajua kwamba jamaa amemuoa mke, lakini kumhudumia hawezi. Hii si jambo sawa sawa. Siri hii inakuwa mimi na wewe, kwa sababu mimi bado mtafutaji na najua nitapata. Na nitapata nikiwa chini yako. Kila mwanaume aliyefanikiwa duniani nyuma yake kuna mwanamke bora. Yule mtubaki yule kaka yangu. Ndio si ndio alotozesha. Kwa hiyo mimi uninyanyase, unifanye mambo sio mazuri nisiache kusema kisa ni mimi nimemwambia. Tena yote unitimizii mimi mambo ya sheria yangu. Pili unihudumie. Niliti nisimwambie kwa sababu gani? Kwambie kitu. Hata mwizi katika familia huanza akiwa katika umri mdogo sana. Yaani miaka 4, 5 hivyo. Anza kuiba shilingi, sumni, shilingi 500, buku, mara nyama. Anaanza juu. Mwisho wa siku tayari anaiba kitu kikubwa, anafungwa asheje zake. Sasa jinsi ilivyo haifai sima haifai. Ndio maana nakwambia haifai bwana. Acha naye mambo. Yaani mimi ukiona nimeacha hiyo tabia basi nao jirekebisha. Kwangu ulale na huduma unihudumie. Leo hii unakula. Huyo unomsema huyo. Niloenda kumwambia sijui maneno ndo alonipa hela tunakula hiki chakula. Ubaya wake nini? Kuhusu yeye kutoa chakula, hilo jambo la kawaida sana. Afu katumia ungwana. Ameyajua maisha yetu. Kwa maana hiyo akasema ngoja niwape hela leo. Riziki nao kidogo kwa furahi ndio watu tunakula wali. Baba umekosa haya wewe. Umekosa haya bibi. Mkavu zaidi ya dagaa. Eti mimi kunini kusaidiana? Yaani una taibu. Unakabisa maisha kusaidiana tena ukome taratibu mpaka uzoee. Baba mkavu wewe, tena mkavu zaidi ya dagaa. Hiyo ndo haki yake, hiyo ndo msaada. Yaani unata haya. Sasa endelea kusema hiyo ndo haki yake, siku utakutana na mume wenzio ametoa hela na wewe unakaa unakula. Unasema? Umenisikia? Siku ana mwenzo anakuja kutoa hela. Wewe unakula. Huo ndio msaada. Tena ukome taratibu mpaka uzoee. Asante sana. Nenda umeshiba wewe. Na amekuingia. Ukiacha mimi nakula. Sasa kichwa kia. Nini? Kwenda. Kwa hiyo takuachia hapa matumizi. Mambo mengine yote takuwa baadaye. Jana katika message. Mwanangu unafurahi. Au umekosea? Sinaongea nayo kwa mambo ya furaha, tunaongea hapa tunakubaliana nini? Mbona mwanangu uko hivyo? Kwani nilichofanya nimekosea? Sasa kosa langu ni mbona mimi naongea na wewe vizuri na kuaga tunaagana hivi? Mimi nikalale nyumbani vizuri. Yaani nakwambia hivi, ukitoka tukinyanyua mguu na mimi naunga kiatu kinalia na. Unanifuata nyumbani kwangu? Naondoka na papajua mwenyewe nimechoka. Mimi maswala ya kuulizwa sijui unaenda wapi sitaki. Wewe unaondoka? Nenda. Ukiondoka tu na mimi naondoka. Sasa hapo ukisikia kuumwa ndo hivyo. Tunaenda kwenye maisha ya dawa. Kwa saa 3 usiku kidonge mbili kila siku saa 3 usiku. Ndio tunakufa sasa ujue. Hapo ndio kifo tayari. Yaani hapo tutafuta sehemu kuzikwa wapi basi. Kama Kisutu au sehemu gani au Karume tujue moja. Hayo malazi ujue yale. Tufufuke sijali. Kuna mtu atakaishi milele, nimekwambia sikai. Naondoka nimechoka. Kwani mimi mlinzi? Sijasomea ulinzi wala mimi sio security guard. Naondoka. Nimekwambia naondoka, silali ndani sikai. Basi sikize kidogo. Inshallah. Sasa hapo ndio tunakufa. Kwa staili hii tayari ndio baba Jeni ndio tunakwenda hiyo. Sasa mimi ndio sitaki hivyo. Unaona? Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna siku na wewe utakuwa official mke. Kosa langu ni kwamba sijamwambia mke wangu kwamba nimeoa mke wa pili. Ndio kosa langu. Na hata ndugu zangu pia hawajui. Wanajua marafiki tu. Sasa basi.
kwa upendo wangu wa dhati kwako na katika namna unavyonifanyia navyokuwa na wewe, naomba nikuahidi kitu kimoja. Nipatie siku 7 tu, yani wiki hiyo moja. Nitarekebisha hili swala. Rizia. Mume wangu ameniomba, amenipa siku 7, wiki moja, ananitambulisha kwa mke wake kwamba naye ameoa na wewe ndo mke wangu hapo. Sawa? Si wiki moja. Naiona nyingi mwenye wiki moja. Kuanzia leo siku ya kwanza naanza kuhesabu. Ikifika siku ya 7 hujalala huko ndani. Alali mtu. Nitarekebisha hili swala. Sitaki ugomvi tena utokee. Nitamwambia mke wangu mimi nimeoa. Anataka ndio nimeoa, hataki ndio nishaoa. Kwa hiyo yeye itabidi akubaliane na mimi. Na lengo langu hapo ni kwamba nataka nikuridhishe. Sawa. Imeisha hiyo. Sitaki ugomvi, sitaki utoke. Mambo la. Sawa.